Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Karibisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Tusikie vile maandiko inasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Yesu amesema watakaze, si hata kwamba wanjitakaze, hapana. Elewa Biblia vizuri vile inaongea. Maandiko inasema watakaze kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo katika kutakaswa dhambi zetu, si hata kwamba tutajitakaza, bali tunatakazwa. Tunazungumzia kutakaswa dhambi zetu, kwa sababu kupitia Adamu tulifanyika wenye dhambi, na dhambi ilipoingia mwanadamu, Mungu alipeana sheria, na alipopeana sheria, sheria haikuja ili tutakaze. Sheria ilikuja ili iweze kutuonyesha dhambi ni nini. Kusudi la Mungu kutupatia sheria ni ili tuweze kujua dhambi ni nini, na kusudi la Mungu kutupatia Yesu Kristo ni ili Yesu Kristo atutakase dhambi ambayo sheria imetuonyesha. Na ndio maandiko inasema yule anayetakaza na yule anayetakazwa wote wametoka kwa mmoja. Kwa hivyo aoni haya kuitwa ndugu zake. Na Yesu naye akazungumzia kuhusu kutakazwa, akasema namna gani? Watakase na kweli, neno lako ndilo kweli. Haleluya, amen. Tuangalie Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume 15. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 9. Maandiko inasema, wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Maandiko inasema hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, bali alisafisha mioyo yetu kwa imani. Kwa hivyo tunapozungumzia kutakaswa kwa imani, tunazungumzia kutakazwa. Na tunapozungumzia kutakazwa, maandiko inaeleza vizuri, hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Na imani inakuja kwa njia ya kusikia, ni kusikia neno. Na ndio Yesu alisema uwatakase na kweli, neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo hatuwezi kupata imani kama hatuyasikia. Kama hatuyasikia hatuwezi kupata imani, lakini tunaposikia tunapata imani. Na tunapopata imani, maandiko inasema hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Kwa hivyo ili tuweze kuwa safi, lazima tusikie neno. Na Yesu alisema watakase na kweli, neno lako ndilo kweli. Na hapa maandiko inasema hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Okay, tunapozidi kuangalia kutakaswa, tuende katika kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10. Waebrania ni 10 mstari wa 10. Maandiko inasema hivi, nataka tuangalie sisi sote pamoja hapa kanisani na pia mtazamaji, tuweze kuangalia Waebrania 10 mstari wa 10. Maandiko inasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo
mara moja tu. Maandiko inasema katika mapenzi hayo mumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Tumepata nini? Utakaso. Huu utakaso tumepata kutoka wapi? Sisi tulikuwa wenye dhambi, tumevunja sheria zote, laana za familia zinatufuata, laana za torati zinatufuata. Lakini Yesu alipokuja aliweza kutukomboa katika laana za torati, akatukomboa katika laana za ukoo, akatukomboa katika laana ya vizazi, akatutakaza. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kutokana na dhambi, kutokana na laana zote za ukoo, kutokana na laana zote za torati. Yesu aliweza kututakaza. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu mara ngapi? Mara moja tu. Kwa hivyo kupitia dhabihu ambayo Yesu alitoa, hiyo dhabihu ilitupatia utakaso wa milele. Haleluya. Tuangalie mstari wa 14 hapa kanisani na mtazamaji. Tuangalie Waebrania 10 mstari wa 14. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakazwa. Tunazungumzia kutakazwa, na maandiko imesema maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Sio wale wanaojitakasa, ni wale wanaotakaswa. Yesu alikuja ili atutakaze, na ndio Biblia inaeleza kusudi la Yesu kusaliwa. Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 inasema atasaliwa mwana, jina lake ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kusudi la Yesu kusaliwa ni ili atuokoe kutokana na dhambi zetu. Na hapa ndio maandiko inasema kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakazwa. Sema amen. Amen. Sisi ambayo Yesu Kristo alikuja ulimwenguni, akasukua dhambi zetu, akaangikwa msalabani na akatoa dhabihu moja inayodumu hata milele, tumetakaswa. Si hata kwamba tumejitakasa, tumetakazwa. Watu wengi wanaomba msamaha kila siku. Oh Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nakuja kwako unisamehe, naomba unisamehe, unioshe dhambi zangu. Mungu hakuweka jambo hilo katika Biblia. Biblia inaeleza vizuri vile Yesu alikuja akatoa dhabihu moja inayodumu hata milele, na alipotoa dhabihu moja inayodumu hata milele aliketi mkono wa kuume wa Mungu uko juu. Na ndio maandiko inasema maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Sema amen. Lakini Shetani kila siku anakuja kinyume. Nataka tuelewe leo jinsi ya kumpinga Shetani. Kwa sababu Shetani anakuja akiwa kinyume na neno la Mungu. Anakuja na mistari ambayo haina wokovu, haina msamaha wa dhambi, inatuonyesha dhambi zetu vile sisi ni wenye dhambi. Shetani hii Biblia tunaizungumzia, Biblia inazungumzia vile ambavyo bile wewe ni mwenye dhambi, na inazungumzia bile dhambi zako zote zimeoshwa. Haleluya. Sasa Shetani anatumia mistari ambayo iko na dhambi peke yake, atumii mistari ambayo iko na Yesu Kristo. Na ndio sasa dini nyingi na makanisa mengi yamejengwa katika misingi ya mistari ambayo haina Yesu. Imejengwa katika misingi ambayo ya mistari ambayo haina nani? Haina Yesu. Inaonyesha tu bila wewe ni mwenye dhambi, inaonyesha tu bila ambavyo umevunja sheria. Hii ni mafundisho ambayo yanatokana na Biblia, lakini yana Yesu. Hebu tuangalie kwa mfano, tuangalie kitabu moja hapa tuone Biblia bila inasema na bile dini wanasugulia na wanasoma, na hii ni neno ambayo Shetani sana analitumia. Kitabu cha Warumi 3 mstari wa 10, kama ilivyoandikwa hakuna mwenye haki hata mmoja. Sasa misingi ya dini imejengwa katika huo mstari. Kwa nini hakuna mwenye haki hata mmoja? Katika huo mstari umeona jina Yesu hapo? Kile mstari yo nukuona yetwa Yesu kedho teri yetwa Yesu leo kwa mwenye haki.
Kwa hivyo watu wanasoma na dini inasoma mistari ambayo haina Yesu, ambayo inaonyesha mwanadamu bila ambapo ni mwanadamu ana haki, bila mwanadamu hawezi kuwa mwenye haki. Ni ukweli, mwanadamu mwenyewe hawezi kuwa mwenye haki. Mimi mwenyewe siwezi kuwa mwenye haki, hata ning'ang'ane kiasi gani siwezi kuwa mwenye haki. Na ndio hapa maandiko inasema kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki hata umo. Hakuna mwanadamu mwenye haki. Hakuna mwanadamu anaweza kupata haki kwa yake yeye mwenyewe. Utemea kwa mwenye haki kebiaku, utemea utalo wagiru kebiaku. Hiyo Biblia kuwa hakuna mwenye haki hata umoja. Angalia mstari mwingine ambao dini imejengwa juu yake. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Hapo kuna Yesu, hapo kuna jina dhambi, si ni kweli? Ukiangalia hapo ni dhambi. Na hiyo mistari ndio dini wanasoma. Wanaposoma hiyo mistari wanasema, wapendwa, sisi sote tumetenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Tulilieni Mungu kwa sababu tumetenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanaanza kulia masosi. Masosi yako hayawezi kuosha dhambi. Maombi yako hayawezi kuosha dhambi. Huu mstari inakuonyesha kupitia Adamu bila ulitenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya. Lakini je, wamewahi kuonyesha mstari ambao uko na Yesu? Nataka tuone mstari ambao uko na Yesu. Mstari wa 24. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Haleluya. Huu mstari dini haisomi, kwa sababu dini ni idara moja ya kisetani. Dini murandi yonkoma. Na hivyo tomaterei etemenya kuthoma mustari yo. Batemenya kuthoma mustari yo na Yesu. Bethoma yoyo kuande na mesia. Waberote na mesia wakuthoma barua Yohana pagurome barua Yohana mbere imwe mustari yo na nekwa uro wate na mesia kikase na mete ndeneke. Dini ya rera se mistari ira ina mesia na nkoma ituma ira mistari ira ina mesia. Nataka uelewe vizuri maandiko ambayo Shetani anatumia. Hata wakati Shetani alienda kwa Yesu kumjaribu, alienda na maandiko akamwambia imeandikwa. Haleluya. Hakuenda tu amekauka tu na maneno yake, hapana, alikuja na neno. Lakini Yesu alishinda Shetani kupitia neno, akamwambia imeandikwa. Na wewe wakikwambia umetenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu, unafaa usimame na andiko gani? Usimame na andiko ambalo liko na Yesu. Warumi 3:24 ambao maandiko inasema wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Hebu tuweze kuangalia, tumeona kitabu cha Warumi 3:10 inasema kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki hata mmoja. Lakini tukienda mstari 24 inasema namna gani? Wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Alafu wala wamekwama mstari wa 23, waambia waende mstari wa 24. Wakienda mstari wa 24 inasema wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hivyo anasema mimi ni mwenye haki kwa sababu ya matendo yangu? Hapana, mimi nimehesabiwa haki bure bila kasi yangu. Tuangalie kitabu kingine, mpendwa mtazamaji, tuweze kuona vile tumehesabiwa kuwa wenye haki. Kitabu cha Isaya. Isaya 53:11. Maandiko inasema ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika, na kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki na atasukua maovu yao. Haleluya. Haleluya. Maandiko imesema namna gani? Ataona taabu ya nafsi yake na kuridhika, na kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki na atasukua maovu yao. Anakufanya mwenye haki, anasukua maovu yako. Haleluya. Kwa hivyo maandiko inaeleza vizuri, atafanya wengi kuwa wenye haki na atasukua maovu yao. Hawatajifanya wenye haki, no. Atafanya wengi kuwa wenye haki na atasukua maovu yao. Mwenye haki ambao ni Yesu Kristo. Ukitenda dhambi, nani anafaa kukuombea? Ni wewe ujiombee ama Yesu ndiye anakuombea?
Hapa ni watoto wadogo. Watoto wadogo, mtoto anaposaliwa ako chini ya utunzaji wa wazazi. Kwa hivyo hawezi kula, hawezi jioza, hawezi jibaliza, mambo hayo yote atafanyiwa. Lakini mtoto akizaa kuwa, ataanza kuona, ataanza kujitunza. Na ndio ukiangalia Biblia vile inaeleza, inasema namna gani? Vile Biblia inazidi kutufunza, nawaandikia ninyi watoto wadogo kwa sababu umesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Hapa inasema nawaandikia ninyi watoto wadogo kwa sababu umesamehewa dhambi zenu. Watoto wadogo wamesamehewa dhambi zao. Na hapa Biblia inazungumzia kuhusu kukua. Angalia mstari wa 13. Nawaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule muovu. Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mnamjua Baba. Haleluya. Nataka waangalie neno hili. Nawaandikia ninyi akina baba kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Ukiangalia hapo, hiyo jina baba limeandikwa na small letter. Ukiendelea inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule muovu. Huyu ni mtoto amekuwa kijana. Huyu kijana atakuwa awe mzee, awe baba. Sasa inasema namna gani? Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Aliye tangu mwanzo ni Mungu. Kwa hivyo baba akona ufahamu wa kumjua Mungu zaidi ya kijana. Kijana ana nguvu ya kumshinda yule muovu, lakini mtoto ana nguvu ya kumshinda yule muovu. Mtoto amesamehewa dhambi zake, lakini akizaa kuwa akiwa kijana akona nguvu ya kushinda yule muovu. Na watoto kwa sababu wanamjua baba. Huyu ni baba Mungu, ameandikwa na capital letter. Watoto wanamjua baba. Mstari wa 14 inasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi umemshinda yule muovu. Mstari wa 14 hakuna mtoto, ni baba na vijana. Vijana baba wanaandikiwa kwa sababu wanamjua yeye aliye tangu mwanzo, na vijana kwa sababu wana nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yao. Wakati neno la Mungu liko ndani ya moyo wako, huwezi kutenda dhambi. Zaburi 119 verse 11 inasema, nimeliweka neno lako ndani ya moyo wangu nisikutende dhambi. Kwa hivyo watu wengi wanafikirianga ukisamehewa umepewa uhuru wa kutenda dhambi. Hapana. Msamaha ni kusaliwa. Umesaliwa, umekuwa mtoto wa Mungu. Na ndio maandiko inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Sasa hatua moja ni kusaliwa. Unaposaliwa unazidi kupata malezi. Unapozidi kupata malezi unazidi kukua, unakuwa kijana ambao ako na nguvu na neno la Mungu liko ndani yake na ameshinda yule muovu. Sema amen. Kwa hivyo neno la Mungu linatupatia nguvu ya kushinda yule muovu. Sisi wenyewe hatuwezi kushinda Shetani, lakini neno la Mungu linamshinda Shetani. Hata Yesu alipojaribiwa alisema imeandikwa, na akaweza kumshinda Shetani. Watu wengi wanafikiria watashinda Shetani kwa maombi, watakemea Shetani na kukemea kwa jina la Yesu na amurisha Shetani aondoke. Wanafikiria Shetani ataondoka kwa njia hiyo. Maandiko inaposema mpingeni Shetani, kupinga Shetani ni Shetani anaponena neno na unanena neno. Shetani alikuja akamwambia Yesu imeandikwa. Yesu akamwambia imeandikwa. Hiyo ndio kumpinga Shetani. Haleluya. Lakini watu wanapinga Shetani kwa njia ya kufunga na kuomba. Sisemi kufunga na kuomba ni vibaya, lakini hiyo si njia ya kupinga Shetani. Kupinga Shetani ni kukanusa yale Shetani anasema. Akisema hii unamwambia imeandikwa. Imeandikwa. Mwenye haki ataishi kwa imani, na kuishi kwa imani ni kusema imeandikwa. Hata ukiwa mgonjwa imeandikwa nimepona. Haleluya. Hata ukiwa na shida unasema, unasomea shida, unaiambia namna gani?
imeandikwa, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu ataniponya na yote. Mungu ni mponyaji, nina mponyaji. Hata kama mateso ni mengi, lakini nawe mponyaji. Haleluya! Ndio maandiko imesema tunaye mwombezi anayetuombea siku zote, akoai siku zote. Ukitenda dhambi, mtoto akitenda dhambi, anaye mwombezi, na huyu mtoto akiendelea kuishi, kufundishwa neno la Mungu, kusikiza neno la Mungu, anapokea neno la Mungu ndani ya moyo wake, atakuwa na nguvu ya kumshinda yule muovu, na neno la Mungu litakuwa ndani ya moyo wake. Haleluya! Waebrania inatufundisha jinsi dhambi zetu zote zimeozwa kwa dhabihu moja Yesu Kristo aliyoitoa. Tuko mstari wa 5 hiyo Waebrania. Kwa hiyo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliweko tayari. Dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili huu tayari. Tunapoangalia mwili wa Yesu Kristo ambao umewekwa tayari, angalia Biblia vizuri. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10, katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Ukiangalia kitabu cha Petro utaona mwili. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Ukitaka tena kuangalia neno mwili ambao Biblia hapa inasema mwili u tayari, utaangalia kitabu cha Warumi 8 mstari wa 3. Yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa sababu ya udhaifu katika mwili, Mungu mwenyewe alituma mwanao kwa mfano wa mwili ili ahukumu dhambi katika mwili. Kwa hivyo Yesu alipokuja katika mwili ni ili ahukumu dhambi katika mwili. Ndio hapa maandiko inasema alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliwekwa tayari. Huu mwili uliwekwa tayari ni mwili wa Yesu Kristo, kulingana na Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Maandiko inasema, neno akafanyika mwili, tukaona utukufu kama utukufu wa mwana wa pekee, amejaa neema na kweli. Ni neno alifanyika mwili. Na ndio hapa maandiko inasema dhabihu, alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili utayari. Haleluya! Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 inasema, Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikauishwa. Mwili uliuawa kwa sababu gani? Ili aweze kulipa mshahara wa dhambi, kulingana na kitabu cha Warumi 6 mstari 23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mwili wake uliuawa kwa sababu ya dhambi. Kristo aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikauishwa. Kwa hivyo roho yake ikufa, mwili ulikufa. Na ndio hapa maandiko yanasema mwili u tayari, na huo mwili ukafa, akalipa mshahara wa dhambi. Na katika huo mwili tunaona anachukua dhambi katika mwili, na alipochukua dhambi katika mwili akalipa mshahara wa dhambi ambao ni mauti, mwili wake ukafa. Na katika huo mwili kuna damu, na katika hiyo damu Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo 26 mstari 68, akasema, hii ni damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika si ya kumwaga barabarani ama kujifunika nayo. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ilikuwa ya kutuosha dhambi zetu. Haleluya! Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5, maandiko yanasema, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo iliyotoka katika mwili wake ilituosha dhambi zetu zote. Mpendwa mtazamaji, dhambi zako zimeoshwa na damu ya Yesu Kristo mara moja na milele. Haleluya! Na alafu tunapoangalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7, inasema, tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwana wake Yesu Kristo yatuosha dhambi zote. Nini naosha dhambi? Maombi, kuombewa, kumwagiliwa mafuta. Nini natuosha dhambi? Damu ya Yesu Kristo. Ndio hapa maandiko inasema, kwa hiyo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili huu tayari.
utayari. Mstari wa 6, sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Kwa nini Mungu hakupendezwa na sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi? Sadaka hizi zilitolewa kulingana na sheria, na sheria haikuja kwa imani. Na ndio maandiko inasema, Waebrania 11 inasema, pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Kwa nini Mungu hakupendezwa na sadaka hizi? Sadaka hizi zitolewa kulingana na utaratibu wa sheria, hazikutolewa kwa imani. Ndio Mungu hakuweza kupendezwa, kwa sababu chochote akitokana na imani hakiwezi kumpendeza Mungu. Kile kinapendeza Mungu ni kile kinatokana na imani. Kwa hivyo dhabihu ambazo zilitolewa, sadaka zilizotolewa za kuteketeza, sadaka za dhambi, hakupendezwa nazo. Kwa sababu gani? Hazikutolewa kwa imani. Haleluya. Mstari wa 7, ndipo aliposema, tazama nimekuja katika gombo la kitabu nimeandikiwa nifanye mapenzi ya Mungu. Yesu aliandikiwa katika kitabu, katika hili neno la Mungu. Yesu aliandikiwa afanye mapenzi ya Mungu. Na Yesu alipokuja duniani alisema namna gani? Kitabu cha Yohana 6 mstari wa 38 alisema, sikushuka kutoka mbinguni nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mapenzi yake aliyempeleka yalikuwa yapi? Yalikuwa Yesu afe msalabani. Na ndio Yesu alipoomba akasema, Baba niepushie hiki kikombe, lakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimishwe. Mapenzi hayo Yesu aliomba yatimishwe ni yapi? Ni kikombe gani alikuwa anasema epushiwe? Ni kifo cha msalaba. Wakati Yesu alipokufa msalabani, mapenzi ya Mungu yalitimishwa. Mapenzi ya Mungu alifanya nini? Yalitimishwa. Na ndio Yesu alisema, nimeandikiwa katika gombo la kitabu nifanye mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ya dhabihu iliyotoa inayodumu hata milele, iliondoa dhambi zetu zote, iliondoa matatizo yetu yote, iliondoa magonjwa yetu yote, iliondoa maskini wetu wote. Na Bwana majeshi, kupitia dhabihu hiyo tumepata utakaso, tumepata haki, tumepata wokovu na ukombozi wa milele. Asante kwa sababu unatupenda. Ulidhihirisha mwana wako Yesu Kristo akabeba dhambi zetu zote na akatoa toleo moja inayodumu hata milele. Pokea sifa na upokea utukufu, kwa sababu kuna mpendo mtazamaji amefuatilia kipindi hiki na amepokea neno hili ndani ya moyo wake, na limesabadilisha moyo wake na mtazamo wake, na kutoka sasa anakiri ana dhambi. Bwana majeshi, Roho wako Mtakatifu akashika sukani ndani ya moyo wake, akasindi kuongoza maisha yake, na mabadiliko yakaanze ndani ya moyo wake dakika hii, kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Bisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.